nisimtaje mmoja baada ya mwingine kwa majina na cheo chake, lakini waelewe kwamba nakiri uwepo wao na ninathibitisha kwamba kwa vile mimi ni mwana niliolelewa katika misingi ya kukubali baraka na uwezo wa watu wengine kufanya kazi kwa mwingine, kwa hiyo najua kwa uwepo wao ni sababu ya mimi kusimama, na insha Allah kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atanitamkisha katika kinywa changu kile ambacho kwanza kitamridhi yeye Allah Subhanahu wa Ta'ala, lakini pili kitaleta kheri kwa sisi wote tuliohudhuria hapa na hata wale wanaoshuhudia jambo hili sasa. Kwa hiyo niseme nazingatia uwepo wenu na naikubali itifaki na natarajia mmeniridhia niendelee kwa uwepo wenu inshallah. Na wote mliokuwepo hapa, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nianze kwa kumshukuru Mola Subhanahu wa Ta'ala aliyotuwafikisha kwa hili na mengi ya kheri ambayo anaendelea kutuwafikisha. Lakini pili, nichukue mapema nafasi hii kuwashukuru wale wote ambao wamekuja na fikra hii ya ubunifu huu katika uongozi wa ndugu yangu Sheikh Muharram bin Rashid Mziwanda, kama tunavyomjua maarufu jeshi la mtu mmoja. Mwenyezi Mungu awalipe kila la kheri na aendelee kuwafanyia wepesi katika kutubunia na kutuwekea majambo kama haya. Mada niliyopewa, laula al-ibtikar ma taqaddama al-insan, lau si ubunifu mwanadamu asingeendelea. Nianze kusema ni juzi kakaangu huyu amenipa mada hii, na tukiwa katika mambo mengi nikaipokea pamoja na kutaadhar, lakini akanambia wewe njoo, hata katukujalia Mola Subhanahu wa Ta'ala utakitamka. Na nashukuru, na jana tukakutana tena akanambia dakika zako ni 20. Kwa hiyo niseme kwamba ni mada pana sana, lakini ni mada muhimu kweli kweli, hususan katika umma huu wa Iqra, umma ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala inapokuja risala yao moja kwa moja amewaanzishia na amri ya kusoma. Kwa hiyo ni mada muhimu sana, lakini kwa dakika 20 isingetosha. Ila ma la yudraku kullu la yutraku qallu, jambo kama haliwezekani kukamilishwa lote, basi si busara kuacha uchache wake. Nianze kwa kusema ubunifu ni uwezo wa kufikiri, kutafuta majibu, ufumbuzi na utatuzi wa changamoto zinazotukabili au zinazomkabili mwanadamu kwa namna ya kipekee. Huo ndio ubunifu. Yaani ni matokeo ya mwanadamu kutumia ubongo wake kufikia katika mafanikio hata ya kutatua matatizo au changamoto zinazomkabili pahala na wakati husika. Huo ndio ubunifu, na kuna definition nyingine nyingi sana na taarifati ya jambo kama hilo, lakini ufupi wa ubunifu au mtu mbunifu ni yule ambaye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amemneemesha kuitumia fikra yake katika kutatua changamoto zinazomkabili pahala na wakati husika. Huu kiufupi ndio ubunifu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kama wanavyosema baadhi ya wanachuoni, anazungumzia ubunifu katika kuanzia aya ya 190 katika suratu Al-Imran.
aqulu ba'da a'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafi al-layli wan nahari la ayatin li ulil albab alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi Rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanaka faqina adhaban nar. Mwenyezi Mungu hapa anataja matumizi ya chombo kinachoitwa fikra na amekikutanisha na misingi ya kitauhidi. Anasema hakika katika umbile la mbingu na ardhi na katika tofauti kupishana usiku na mchana, katika zoezi hilo la ayati liulil albab, zinapatikana dalili nyingi za kuthibitisha uwezo na uwepo wa Allah subhanahu wa ta'ala kwa wale tu wenye akili. Akawa modify na kuwaelezea ni wakina nani hawa. Akasema alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan, ni wale ambao muda wote masaa 24 wapo katika kumdhukuru, kumuishi Allah subhanahu wa ta'ala, wakiswali, wakifanya ibada nyingine, lakini hawaishii hapo. Wayatafakkaruna fi khalqi samawati wal ardh, na wanautumia muda wao huo kufikiri katika maumbile haya ya mbingu na ardhi, mchana, usiku na maumbile mbalimbali. Hatimaye wanasema rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina adhaban nar allahumma ij'alna minhum. Huo ndio ubunifu, ni matumizi ya fikra, tunaweza kusema iliyonyooka katika kuendeleza maisha haya katika mitindo tofauti, na sio jambo geni, ni jambo tangu tarehe inavyoeleza uwepo wa mwanadamu walipatikana watafiti tangu kipindi hicho. Na kwa kuchunga muda, ukirudi tu katika historia ndani ya Qur'ani utakuta katika zama zote namna gani watu walibuni. Chukua tukio na sio mwanadamu tu. Kuna baadhi ya watafiti wanasema hata kile kitendo cha matokeo ya watoto wa Adam kuingia katika fitna ya kuuana, kisha mmoja akashindwa namna ya kusitiri mwili wa mwenziwe, akaja kukopi namna ilivyotokea tukio la kunguru wawili kupigana, kisha mmoja akafa, mwenziwe akachimba shimo akamzika, naye akapata fursa ya kumfukia na kumzika ndugu yake. Wanasema utafiti uvumbuzi ulianzia pale. Lakini ukija wakati wa Nuh na sehemu nyingi tu, mimi ni kwa sababu tunazungumzia kwa haraka, chukua kipindi cha Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ilivyotumika fikra za baadhi ya maswahaba katika kutatua changamoto mbalimbali. Kwa mfano, tukio la Ghazwat Khandaq, Salman al-Farisi alipomwambia Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam kwamba kuna utaratibu wa kujilinda kwa kuchimba mahandaki. Salman al-Farisi anamwambia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tutakuja kueleza huko mbele. Kwa hiyo zama zote zimeshuhudia ufumbuzi katika kuhakikisha maisha haya yanazidi kuwa mepesi. Hapa niseme kitu, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kama tulivyoona katika aya hizo ya suratu Ali Imran, pia anafungua milango ya kufumbua kwa lengo la kwenda katika wepesi zaidi. Tizama neno hili anasema katika suratul Baqara, yuridu Allahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Mwenyezi Mungu siku zote yeye anawatakia wepesi. Kwa hiyo kila unachokiona hapa, kitu hichi kitaleta wepesi na faida zaidi katika maisha yetu, ukatumia akili ukafikia hapo, ili mradi unachunga tu misingi ya uhalali na uharamu, huo unatosha kuipa ufumbuzi. Na kitendo hicho ndio kilichopelekea mwanadamu akaendelea mpaka akafikia hapa alipo. Tutakuja kuleta mifano huko mbele.
njia zinazomfikisha mtu katika ufumbuzi. Wanasema ziko nyingi, mimi nitaje chache, nadhani itakuwa ndani ya dakika 20 hii inatosha, ili wachangiaji watakapokuja watapanua zaidi. Njia ya kwanza nimejaribu kuandika hapa ni kuiga, kukopi. Kukopi kunampelekea mtu kufumbua kingine ambacho kitapelekea wepesi katika maisha yake. Mfano, nimetaja tukio la Khandaq. Salman al-Farisi radhiyallahu anhu, mmoja katika masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ambayo kama historia inavyoshuhudia hakuwa Mwarabu asilia wa kuzaliwa kule, bali yeye alikuwa ni Mfursi. Anamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam katika maraka yale ya Khandaq, na yakapata jina hilo hilo kutokana na ubunifu wake. Anaambia Mtume, sisi katika vita kama hivi ambavyo tunakuwa wachache, lakini tunakaa katika maeneo ambayo kwamba sio sawasawa na sio salama kijiografia, kivita, tulikuwa tukitumia utaratibu wa kujilinda kwa kuchimba mahandaki. Unaonaje tukatumia utaratibu huo ndio ukopi kwetu, tukauleta katika vita hivi alivyotuamrisha Allah subhanahu wa ta'ala? Mtume sallallahu alaihi wasallam alikubali, na yakachimbwa mahandaki yaliyopelekea ushindi mkubwa kwa Waislamu. Kwa hiyo kukopi kitu ambacho kwamba kitakupelekea wewe katika wepesi na kutatua changamoto ni moja katika njia zinazompelekea mtu aitwe naye ni mbunifu. Katika wakati tuliokuwa nao, mimi mara nyingi napenda kusema kweli, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anatuambia iyakum wal imaa, jitahadharini sana na kuigaiga na kukopi. Lakini hadithi hii ili uikusanye na upate uelewa, chukua na tukio lake hilo hilo la Salman al-Farisi. Sio kila kitu kinakatazwa kukopi, sio kila kitu. Kuna baadhi ya vitu vizuri unatakiwa ukopi, na hayo aliyosema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hata katika mambo mengine ya kisheria, wanachuoni wako hapa watakuja kuhadithia zaidi. Chukua tukio la Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwenda Madina, na akawakuta Mayahudi wa Madina wakifunga mwezi 10 Muharram. Akawauliza, hiki ni kitu gani? Kwa nini wanafunga? Akasema, Mayahudi wanaifunga siku hii, Banu Israeli, kwao ni siku tukufu. Kwa nini? Kwa sababu ni siku ya ushindi, ndio siku ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alimpa ushindi Musa juu ya maadui wake. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akasema, mimi ni bora zaidi kwa Musa kuliko wao, nitaifunga na nyinyi ifungeni. Hapa Mtume sallallahu alaihi wasallam anatufundisha kukopi na kupesti kitu kilichokuwa kizuri zaidi, ili watu waende katika maendeleo. Uliokuwa hapa unanisikiliza, Uislamu haukatazi kukopi kila kitu. Iga katika kufumbua na kuzindua na kuleta vitu ambavyo vitaleta manufaa zaidi katika maisha ya jamii kama Uislamu. Hiyo ni njia moja. Kama unavyojulikana, tukisema ufumbuzi ni kitu kilichowapelekea watu katika maendeleo zaidi, tunaweza tukaugawanya katika sehemu zote: ufumbuzi au uzinduzi katika masuala ya kielimu, katika masuala ya kisiasa, katika masuala ya kijamii, katika masuala ya uchumi na biashara zetu, katika masuala ya afya zetu, katika masuala ya malezi na kila kitu. Humo mote unatakiwa mtu uwe mbunifu wa namna gani utaishi. Mimi nitachukua mifano mifupi hapa au michache katika upande wa kibiashara kwanza, kwa sababu biashara ndio kitu kinakusanya maisha yetu sisi, ndio sehemu kubwa ya uchumi ipo katika biashara. Wengi nadhani wako hapa pamoja na nafasi zetu kama Waislamu, wengine viongozi wa dini, lakini bado hatujakuwa mbali na ujasiriamali. Binafsi ninaosema hapa, mimi pia ni mjasiriamali na biashara zangu nafanya. Kwa hiyo natakiwa katika hali ya ubunifu pia nitizame na kuulizia kitu gani kitakachopelekea kuvutia zaidi wateja katika biashara husika aliyokuwa nayo. Kwa mfano, anatajwa mgunduzi au mmiliki wa kampuni ya Ford
Fredi fulani hivi. Yeye anasema huyu bwana aliwahi kutembelea katika kiwanda cha kukamulia mafuta ya alizeti wakati ule, akashangazwa na moja ya mashine aliyopata kuziona pale zinakamua mafuta, na wakati huo kuyajaza katika chupa kwa kipindi kile, na wakati huo kutia lebo. Alivyotoka akaamua kuongeza kitu katika utaratibu wa kampuni yake ya Ford ambayo ilimwendeleza zaidi, na ukirudi katika vitabu utaona hicho kitu. Kitu gani kilichomsaidia? Ni yeye kuamua kuuliza fikra zake katika yale anayoyaona. Mwenyezi Mungu akajalia pasi na kuangalia mambo ya imani. Niwaambie ni hapa, ndugu zangu, kuna kitu kimoja muhimu. Naweza ukashangaa mbona namtaja mtu kama Fred Ford. Nieleweni, kuna akhera lakini pia kuna dunia, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hapa duniani hapa, kikubwa anachoangalia katika mafanikio yetu duniani ni utaratibu wa kuchunga na kufuatilia kanuni za dunia, min ghairi ya kutizama imani ya mtu. Hapa nitakaa kidogo, naweza ikachukua muda. Mara nyingi linakuwepo kuna swali fulani, hususan kwa wengi katika Waislamu, mbona Waislamu wana hali fulani na wasiokuwa Waislamu wana hali fulani? Na kuna baadhi ya watu hasa wanaweza kukaa ndani ya Uislamu siku mbili tatu akasema hauna maana, nikatoka akaenda katika dini nyingine ambayo anaiona ina maendeleo kidogo. Hili jambo ni tatizo la kufikiri vyema. Ndugu zangu, ulimwengu Allah Subhanahu wa Ta'ala ameugawa kwa wote, Muislamu na asiokuwa Muislamu, na atakayefanikiwa hapa duniani, kwa sababu dunia sio nyumba ya malipo, sio nyumba ya kulipwa mtu thawabu, ni yule tu ambaye atafuatilia kanuni za kuishi hapa duniani, min ghairi, pasi na kuangalia imani yake, ana swali au haswali. Nitakupa mfano mzuri. Leo mimi naswali swala 5 kwa mfano, nikakutana na mwenzangu yeye haswali swala hata moja, haswali, lakini tumekutana katika zoezi linalotukusanya sote. Tuchukue mfano nini? Kufua. Mimi nafua na yeye anafua. Tuvomaliza kufua, zoezi linalofuata baada ya kusuuza, ndugu zangu, ni nini? Ni kuanika, si ndio? Mimi ninayeswali swala 5 na kufunga pamoja na sunna zote, darueshi nzuri, nikaenda kuanika kanzu yangu chini ya kitanda chumbani, lakini mwenzangu akachukua jinzi lake analoendea katika mambo yake, akaenda kulianika kwenye kamba juani. Hivi nguo ya nani itakauka? Au nirudie mfano? Mimi ninayeswali swala au yule asiyeswali? Yule asiyeswali. Kwa nini? Jamaa amegundua namna au kanuni za ukaushaji, nguo yake itakauka. Mimi nguo yangu itavunda, itaoza kwa sababu nimevundika. Hichi kitu madarueshi wenzangu mkijue, lazima ufuatilie kanuni za maendeleo hapa duniani, ndiyo utatoboa. Sawa? Chukua kitendo kile kile cha Saidina Umar bin al-Khattab, baada ya swala alfajiri kakuta msikitini watu wamekaa na subhanallahi nyingi, takbira za kutosha, salatu ala nabii za kumwaga, akawatoa na mikwaju. Sijui mnakumbuka Tokeni, hamjui kama mbingu hainyeshi nini? Nendeni mkafanye kazi. Nimeona hapa nikae kidogo mpate kulielewa ile jambo. Tumezidi kulalamika, tumezidi kulia, wakati akili tunazo za huu ulimwengu. Kwa hiyo niwaambie ndugu zangu, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameiweka hii dunia kwa kanuni na utaratibu na mtindo maalum. Yoyote atakaye kliki huko na akapatia huko, dunia itamtoa, anaswali au haswali, anafunga au hafungi, dunia itamkubali tu. Mfano mzuri katika Qur'ani, falyanzuru insanu ila ta'ami, mbele anna sababna almaa tabba, thumma shaqaqna al-ardha, kisha faambatna fiha, alafu wa inaban.
Tizama utaratibu huu. Hivi ndio utaratibu wa mtu kweli kupata mazao. Anasema mwanadamu afanye utafiti, maneno ya Mungu haya. Mwanadamu afanye utafiti wa kukichunguza chakula chake. Hapa Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'ani anafungua milango ya utafiti. Elewa hiyo. Mwanadamu akifanyie utafiti chakula chake, Qur'ani inakutaka hivyo, ufanyie utafiti chakula. Kisha yeye akaeleza zoezi fulani. Anna sababna almaa sabba, mimi nateremsha maji mengi sana kutoka mbinguni. Mbele thumma anna sababna almaa, hata Qur'ani mmesahau jamani. Thumma shaqaqna al-ardha, hapa tu tulia. Mungu asema mimi naleta mvua kisha napasua ardhi. Hivi ndivyo tunavyofanya, chakula kinakuja hivi. Sasa mimi naleta mvua kisha naipasua ardhi. Fa ambatna fiha haba, natoa humo mimea. Kuna kitu hapa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hajakitaja, kwamba mimi nitaleta mvua, kazi yangu mimi ni kuleta mvua na kazi yangu mimi kuotesha. Lakini kazi ya kulima na kuandaa shamba na kutafuta mbolea ni yako. Hakuiweka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mimi naleta mvua na baada ya mvua nasubiri sasa. Nitaipasua ardhi tu. Ndio maana utaona wewe ukifanikiwa kwa nguvu kubwa kutumia jembe lako ukaipasua ardhi baada ya kukata miti na kulitayarisha shamba lako ukaja kupanda, kazi ya ajabu ya Allah Subhanahu wa Ta'ala inakuja. Analeta kijimea kiteketeke laini kabisa, lakini kina uwezo wa kuipasua ardhi ambayo wewe ulichukua kazi mpaka ukatoka sugu mikononi kuipasua ardhi ile kwa ajili ya kupanda, lakini kinatoka kile kijani kilaini. Hiyo ni kazi ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kazi ngumu hapa ni yako wewe. Kwa hiyo hili jambo lazima niwaambie, lazima sasa katika kipande hichi ambacho Allah Subhanahu wa Ta'ala hakukitaja, ni changu mimi na wewe kubuni, kutafuta njia kitakachotupelekea sisi kupata hayo mazao. Njia nyingine, kuchunguza jamii inahitaji nini katika kitu husika. Njia nyingine hiyo utakuja hata kuanzia kwa mfano wa sisi tunaopenda kusema mbele za watu. Unajua kuna namna fulani, ikiwa wewe ni mtu wa da'wa kila siku ni hiyo hiyo tu, hutoki, watu watakuchoka, kisha watu hawasikilizwi. Na napenda kutoa mfano unaotuhusu sisi. Kumbe huo ubunifu unatakiwa hata wewe mtu wa mawaidha, unatoa mawaidha kwa mtindo na staili gani? Hizi dawa hii dawa hii wenyewe wanakuambia wanachuoni hawa, kuna dawa hakiki, lakini kuna dawa sinai, kuna dawa madhahari na nyinginezo. Nisieleze hizi tatu au hizi mbili. Kwa mfano, dawa madhahari ni wewe mwenyewe unavaa nini? Unavaa kitu gani? Wakati unaenda kutoa mawaidha unavaaje? Hiyo madrasa yako, huo msikiti wako umeutengeza vipi? Leo hii watu wote jamani wanatoka Dar es Salaam wanaenda kuswali Maamuri. Ndivyo sivyo? Ni dawa madhahari. Kuna vitu vinawavuta pale kwenda kwa Sheikh Isa. Hata Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ukisikia pale Mwenyezi Mungu alivyomtengeneza kwamba yeye ni mtu mzuri sana, hata Hasan akatuambia wa ahsanu minka lam tara qatu ainin wa ajmalu minka lam talid an-nisaa khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amempa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam da'wa madhhari, yani da'wa ya muonekano. Kabla hajasema akitokea tu unavutika naye, unaanza kucheka cheka. Ni ubunifu ule wa Mwenyezi Mungu kwa mtume wake Muhammad. Sasa mimi na wewe tunaofanya kazi hii, unabuni namna gani? Watu wanakuonaje kwanza? Usije na staili ya kutishatisha, hawatakusikiliza watu. Usije na staili ya mavazi yako ya kutishatisha, watu watakukimbia. Basi hata maneno yako, buni maneno mazuri. Kama jana nilivyomsikia Sheikh Jongo, tulikuwa naye sehemu pahala akizungumzia mambo ya fasaha, kwamba maneno mazuri peke yake nayo ni uchawi. Huo moto, hiyo pepo, hebu uzungumze moto kama pepo, kisha pepo kama moto. Badilisha tu, watu watakubali, watakusikiliza.
Lakini ukija na mtindo ule ngangani, watakukimbia watu. Tena wanakuambia kabisa, shehe huyu yeye na moto tu. Kwenye biashara ni hivyo hivyo. Hebu watu wanataka nini? Wallahi sasa hivi imekuwa balaa hapa Dar es Salaam. Watu tangu mtu alivyoabunia biashara ya bodaboda, basi shekhe ana bodaboda, polisi ana bodaboda, mganga bodaboda, mama naye bodaboda, mjakazi. Watu wote biashara moja, atakayeipanda nani? Sijui inaeleweka vizuri. Nasema ubunifu ni kutumia akili kufika katika yale unayoyataka. Kingine, fuatilia malalamiko ya wateja wako au ya wale ambao wanakuhitaji wewe, wanakulalamikia nini. Yaani hapa fungua sikio kusikiliza watu wanasemaje kutokana na bidhaa uliokuwa nayo. Mimi na mfano wangu huu tu najitolea mimi. Mtu wa biashara naye atajezia kwake, mwalimu atajezia kwake, fundi makenika atajazia kwake, na nyinyi wanahabari mtajazia kwenu. Watu wanailalamikiaje kazi yako? Mfano mmoja wa kidarueshi tulikuwa tunapewa sisi zamani, ambao watu walikuwa wakiangalia zaidi mambo ya kitwarika. Kuna mmoja katika mashehe alikuwa kasomesha kwa muda mrefu. Baada ya miaka kadhaa akawauliza wanafunzi wake, jamani, huko kwenu watu wananitajaje? Watu wananizungumziaje huko kwenu? Umeona mwalimu huyu anao wanafunzi hapo, lakini baada ya miaka 5, 6, tuseme 10, kisha akataka kujijua yeye watu wanasemaje. Natoa mfano wa kitwarika wa wenzetu hasanatul abrar sayiatul muqarrabin. Walimwambia, wallahi hakuna shekhe anayetajwa vizuri huko kwetu kama wewe. Leo mimi nimeona kabisa kuna mtu ametaja mpaka kanipa pesa nikuletee, kwa sababu alikuwa ni mtu wa kitwarika. Huyu akaingia ndani akalia sana, akalia. Yeye anasema kilichomliza ni kitu gani? Nimekosea wapi katika kazi hii? Leo watu wananisifia, nimekosea wapi? Si inaeleweka vizuri? Akajichunguza, akaliona kosa lake, kisha akatoka, akafundisha tena umri wa miaka kama ile, kisha akawauliza, bwana vipi huko wananisemaje watu kwenu? Mimi leo nimepigana, nimekutana mtu mmoja anakutukana, wewe sio shehe, wewe ufai kabisa. Akacheka sana, akaingia ndani akafurahi, akasema sasa nimepatia. Hii kitwarika. Shehe unatakiwa usisifiwe sana katika kazi za dawa. Ukiona watu wanasifia sana, ujue bado hujafikisha. Lakini ukiona shehe watu hawakutaki sana, ujue sasa umefikisha, kutokana na upande wa shehe. Lakini upande wa biashara, upande wa wanasiasa, wakina Sheikh Ulega na wengineo, wao wanatakiwa wasifiwe sana, kwa sababu kazi yao inatakiwa ionekane. Kazi hizi za kiakhera wanasema mazilta tashhadu amalaka fa'lam bi annahu lam yurfa. Muda wa kuwa unaona kile unachokifanya cha kishekeshehe kinaonekana, basi ujue hujafanya bado. Lakini kazi za kisiasa, biashara, daktari, lazima uhakikishe watu, wateja wako, katika yale unaoyabuni wewe wanayasemaje. Wakiyakubali uyapokee, na siku wakikulaumu, bwana wewe ni mtu mzuri lakini una dosari 1, 2, 3, 4, 5, kwa lugha ya Sheikh Mziwanda, usilete ngwandani. Kazi tizame vizuri zile dosari, usiondoshe, ili wewe ufanikiwe. Ingine katika njia za ubunifu ni kuongeza sehemu ya faida ya kile wanachokitaka. Kwa mfano, zamani kipindi cha joto katika miji yetu hii, ilikuwa inapofika wakati wa joto watu wakijipepea kwa viganja vyao. Nisikizeni vizuri hapa. Wanajipepea kwa viganja. Akaja mtu mmoja akaona hii mtu anajipepea alafu analala anaendelea kula joto, sio sawa sawa. Akatafuta kipepeo. Watu wengi wasikiza vijui. Vilikuwa ukili unatengezwa vizuri, alafu unachomekwa na mjiti, ndio watu tena wanaji. Zamani bi harusi miongoni mwa vitu anavyopewa aende kwa mumewe, lazima kipatikane kipepeo na kawa. Alafu vina maneno.
Naona wahenga wanajua maneno mazuri sana. Kwa hiyo mtu anakuwa anajipepea huku anasoma. Mimi peke yako sijui nini unasikia sana. Ikafikia pahala vile vile mtu anachoka, kinaanguka. Tukaletewa mafeni baada ya kipepeo la mezani lile. Wabunifu wakaona hapa kuna haja ya kitu kingine, tukaletewa mafeni ya juu. Hapa kuna haja ya kitu kingine, leo tunafungiwa spirit unit nzima. Na bado ubunifu utaendelea. Turudi katika simu zetu kwa mfano. Simu haikuanza hivi zamani. Mimi nimezaliwa kulikuwa na masimu yale ya Intel yale. Wengi hapa hawajayaona. Mtaa mzima inakopo hii. Ukikuta foleni ya simu kama watu wanakwenda chooni. Unatia hela kidogo alafu unatafuta line yako. Leo tumeongeza mpaka tumekuja katika simu za mikononi. Zamani mtu ukimwona simu mkononi ujue ni askari yule, ni radio call. Lakini sasa hivi tumeanzia huko katika analog. Leo tuna simu mfano kama hii yangu mimi, hii ni 16. Ndugu yangu dunia yenyewe yote iko huko. Humu na radio, humu na kamera, humu na kila kitu. Huo ndio ubunifu. Huo ndio na hapa nilipo mpaka nikitaka nyumbani kwangu kuona wanatoka au hawatoki, na program hapa nimeifidi nikitazama tu. Huyo mama Omari anatoroka. Huyo oya wapi hiyo? Hapa ndio ubunifu huo. Sijui naeleweka vizuri. Na itakuja zaidi ya hii. Juzi nimesafiri na ndugu zangu, tumekwenda Omani. Mimi nilikuwa naziona tu, lakini nimeona kuna gari inajiendesha. Yaani inacheza na hiyo fikra yako, inajipaki yenyewe, ukienda anakaa pale. Haya, Kariakoo inakata. Tunakwenda huko. Vitu hivi Uislamu haukatazi hata kidogo. Yuridu Allahu bikumul yusra wala yuridu walitukmilu al-idda, mpaka mwisho wa aya. Ndugu zangu, nimejaribu tu kuonyesha hayo machache kwamba laula litikar ma taqaddama al-insan. Lau sio ubunifu tusingefika hapa. Nitoe mfano wa mwisho ili naona dakika zangu zimekwenda vizuri. Hizi kamera zilizokuwa hapa hizi. Zamani jamani, ilikuwa huwezi kuitegesha hivyo kaiacha. Ilikuwa lazima uiweke hapa, tena jicho moja ufunge, matusi. Ukiipiga kwa macho mawili mtu atoka vibaya. Tuliziona zile picha. Na wale wakuja picha wa kipindi kile walikuwa na staili nyingi sana kwa ajili ya kupata ile. Yeye mwenyewe anakuwa na mipango hapa mpaka anakuibia. Lakini siku hizi muone sasa hivi na wenzio wamekaa wametegesha tu, inafanya kazi, na pale inaweza kunitengeneza na inaweza kuniharibu pale. Na pale inaweza kunijazia maneno sio kwa yangu mimi pale. Hatari kubwa. Kikubwa ni takwa katika kila tunachokibudi. Kumtizama Allah subhanahu wa ta'ala anataka nini hataki. Wama alaina illa albalagh mubin. Wassalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh.